tunafanya yes. Yeah. Sasa chuma cha Mjerumani kwa ile kauli ambayo alizungumza Haji Manara ya kusema kwamba Karia kiti kinamlevya. Ile kauli imekufia vipi? Nadhani ni kutokana na hiki kinachoendelea. Kwa sababu moja kati ya sifa ya kiongozi ni kuwa na utulivu na kuja kuleta majawabu ambayo kila mmoja atasema kiongozi kasema. Unalipata vizuri? Mfano ndugu zetu wa Hanang walipopata yale matatizo, rais ikabidi awe mtulivu, akaja akatoka na majawabu sahihi. Leo hii wanaenjoy, walipata vizuri wananchi wa Hanang. Na kule ni sehemu ambayo Rais Samia anapita bila kupingwa. Rais amekujengea nyumba yako, pengine ulikuwa na nyumba kibanda umiza. Amekujengea nyumba nzuri. Wewe utamwona ana maana? Lazima utamwona ana maana. Ndio maana nasema kwa hiki ambacho amekifanya Rais Karia, kiuhalisia alikosa utulivu wa kuja na majibu ya kiraisi. Unanipata vizuri? Ambayo yamekwenda kuumiza mioyo ya watu. Pamoja na kina Haji Manara. Mimi sioni kosa la Haji. Haji hana kosa, ana kosa gani? Sio kuungana naye tu. Mimi sioni kosa. Sioni kosa la Haji Manara. Ila Haji alitegemea kuona kama rais anakuja na majawabu ya kuleta solution. Kwa sababu yeye ndo final say mwenye mpira wake nchi hii. Sasa kosa la Haji hapo liko wapi? Maana watu wananifuata, Haji kasema, Haji kasema, Haji kasema. Kosa la Haji liko wapi? Mimi sioni kosa la Haji Manara. Sikiliza, kumuongelea kivipi? Yaani hiyo naumiza umaarufu wa Haji Manara kusema jambo. Lazima utofautishe kitu atakachokisema Haji na wewe ambao uko uchochoroni, vitu tofauti. Kwa sababu tayari Haji ana jina. Atakachokisema lazima kikliki. Nyie ndio kinachowaumiza. Kwani kazungumza mabaya? Kusema madaraka na mlevi ya mtu fulani? Kwani ni kosa? Sio kosa. Kulingana matendo mtawatambua kwa matendo yao. Sasa kwani shida iko wapi? Ndio maana nikasema rais wetu alikosa utulivu wa kuja na jibu la moja kwa moja ambalo linakuja kuleta direction ya matatizo au tatizo ambalo limetokea. Na ndio maana baadhi ya watu wa ovyo kabisa wameanza kutupostia mafanikio ya Karia. Aliyekwambia nataka mafanikio ya Karia nani? Sisi tunataka changamoto dabi kwa nini imehairishwa. Na wale wote wanaoposti mafanikio ya Karia wakati tuna tatizo hili na wapeleka chama dispensary wakatibiwe. Kwa sababu haiwezekani. Tunataka rais aje na majibu. Why dabi imehairishwa? Mustakabali wa dira ya soka la Tanzania unatuletea mafanikio ya bichi soka. Tumeleta kombe la bichi soka hapa. Au AFCON tumechukua. Yaani bora ungeniambia urais, yani haviingiliani. Najaribu kutafuta msemo wa dabi kuhairishwa na mafanikio ya Rais Karia. Haviingiliani hata kidogo. Haviingiliani. Unatuletea dabi, unatuletea mafanikio ya Rais Karia. Kwa nani ambaye ajui? Yaani si tusiseme kwa sababu Karia na mafanikio, haiwezekani. Hapa tunajadili dabi kuhairishwa. Hatujadili mafanikio ya rais wetu Karia. Tunaheshimu sana mafanikio yake ambayo ameyafanya, lakini sio kwake peke yake, ni pamoja na wadau. Mafanikio ya Rais Karia, mdau namba 1 serikali ambaye amehusika kufanikisha mafanikio kwenye shirikisho. Kwa sababu mdau namba 1 michezo nchini ni serikali. Wadau mdau namba 2 ni vilabu. Unanipata vizuri? Hili jambo ilibidi tujipongeze wote wa Tanzania kuukuza mpira. Sio Karia peke yake. No. Nalisema hili kwa sababu hakuna uhusiano wowote kati ya dabi kuahirishwa na mafanikio ya bichi soka, kati ya dabi kuahirishwa na mafanikio ya kufuzu AFCON mara 4 si mara 3 mfululizo. Havihusiani. Havihusiani hata kidogo. Sema watu wengine wana changamoto za uwezo wa kufikiri. Tujadili hapa kanuni nasemaje timu kutokuja uwanjani. Tujadili hapa kwa nini vurugu litokea kama ni kweli. Tujadili hapa sheria nasema nini. Sio dabi imeahirishwa tuleta mafanikio ya kufuzu AFCON. Hivi si tukifika nusu finali kweli tutapumua kweli hapa? Yaani fike mahali kabisa tumechukua AFCON, tumefika nusu finali. Tutamaya ukoa mtu fulani ambaye amekuwa kiongozi msimguse mwacheni. Haiwezekani tufike huko. Na haya mambo hakuna kitu ambacho mataifa ambayo yameendelea yanatucheka kulingana na hili jambo. Dabi imehairishwa. Wanatokea watu wakata kuleta wanaposti mafanikio ya Rais Karia. Watu wanauliza Watanzania nyie vipi? Dabi imeahirishwa mnaposti mafanikio ya mtu fulani. No. Hakuna anayepinga mafanikio ya rais. Hatupingi.
Ndio maana nasema huu sio muda wa kampeni. Huu sio muda wa kampeni za urais TFF. Ikitokea muda wa kampeni wa urais TFF, si ndio? Tutasema hayo yote. Jamani, hivi kweli kabisa Karia huyu kweli? Kweli mfano leo Rais Samia amefungua milango. Si ndio? Leo yuko na mpinzani. Kwa nafisi sehemu ya jinga kusema anapita mama. Wameona kuna kitu anacho very potential. Ndio maana ampitisha. Umesikia mtu mwenye kwaro? Kama mwenye kwaro ni yule ambaye hujitambui tu. Mama anapita na aenda kuongoza nchi, aenda kushikilia dimba. Unanipata vizuri? Sasa ikifika wakati wa kampeni ndio tata kuyaleta mafanikio ya Karia sasa. Na yule mgombea ambaye anakuja kuchallenge naye. Either ni nani? Ni Ali Mayai tena au ni mtu mwingine? Ndio nakuja kuleta sasa. Okay, sawa. Huyu anayekuja huyu cha kwanza hajatuonyesha vitu ambavyo vinavyoshikika. Tutamwamini vipi Karia endelea? Unanipata vizuri? Lakini leo sio muda wa kampeni. Dabi imeahirishwa. Unaleta mafanikio ya rais. How? Kivipi? Yaani ili iweje? Wanipata vizuri? Yaani ili iweje? Una post chwaka hapana. Jamani, tuwe na uchawa wa maarifa na akili. Tuwe na uchawa wa kujenga. Sawa? Leo kuna baadhi ya watu wanatukana ni machawa Rais Samia, lakini anachokifanya Samia ni uongo. Si watu wanaenjoy. Maana yake wanasema kitu ambacho kipo. Unanipata vizuri? Na wanakisema kwa sababu huu ndio muda wa kampeni wenyewe. Ni swala muda wa kampeni kwanza, lakini kila mmoja anashuhudia chokifanya Samia. Mimi mwenyewe simpingi hata kidogo. Ambacho amekifanya kafungua milango, maisha mingi yanaendelea. Naanzaje kupinga? Lakini kwenye issue ya dabi kuahirishwa na kampeni hii ya kupostiana mafanikio ya rais Karia haviendani. Chuma cha Mjerumani hiki ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii, pengine sifa zote zinazotolewa ni sehemu ya kujificha juu ya madudu ambayo yamefanyika. Wanaoposti mafanikio wakati watu tunahoji mjadala kuhusiana na dabi kuahirishwa ni kwamba hawa watu wanaleta siasa kwenye jambo la maana. Yaani wanataka kufunika mjadala wa dabi kuahirishwa kini chake au sosi ni nini, tuanze kujadili mafanikio. Haya, kuna uchaguzi sasa hizi. Kuna mtu anagombea urais TFF. Sasa unalileta la nini? Sio muda wa kampeni huu. Unanipata vizuri? Huu sio muda wa kampeni. Nilitegemea hata leo simamia uchaguzi kipindi ambacho Karia anagombea wangetoa hata ufafanuzi. Unanipata vizuri? Jamani, mbona usio muda? Alisema Mwalimu Nyerere miaka ya nyuma. Eleweni sentence ambayo alisema. Maana nikisema nataka nimetoka na watu. Kinachoisumbua nchi yetu ni nini? Alisema vitu viwili kasokosea video vitatu. Malizieni. Hamtaki neneni Butiama. Ndio naelekeza ile kweli. Mzee wetu Mwalimu Nyerere alisema moja ili si tuondokane na baadhi ya haya mnao yaona. Kuna vitu kama vile vitatu vya kuondoka navyo. Alisema kumbe mnavijua. Asalamu alaykum. Nishamaliza. Wakulaumiwa? Wakulaumiwa ni wasimamizi wa sheria na kanuni ambao tumewapa dhamana. Ndio maana nikasema hekima na busara hawatakao kujiuzuru. Kwa sababu tumewapa dhamana ya kuweza kusimamia sheria na kanuni. Wameshindwa. Sasa wanakaa ofisini nini? Tunaibwagia serikali. Kwa nini serikali inasimamia mpira ligi kuu? Yaani serikali ndio bodi ya ligi? Hapana. Wanipata vizuri? Na ile kauli ambayo amesema kwamba tunaibwagia serikali wakijua FIFA hapa. Haya. Waulizeni Kenya huko. Uwezo ukasema kauli kama ile. Sisi jambo limetushinda, tutakuja kuwabwagia serikali. Serikali na michezo FIFA itambui hayo mambo. Unanipata vizuri? Yaani FIFA haitambui hata kidogo. Na ndio maana ukiangalia kwenye protocol za kuzungumza kwenye matukio ya michezo, uruhusiwi zaidi ya dakika moja. Dakika moja maliza, pumzika. Kulikuwa kuna vurumai pale kwenye mechi ya Simba dhidi ya Ahli African Football League kati ya Gianni Infantino na Dr. Motsepe. Si ndio? Unaongea sana vipi shehu, mpira unataka shuhudie burudani. Sawa? Lakini angalia Infantino akaongea kwa muda gani? Tena mambo ya kifootball peke yake. Sasa unaposema hii dabi imetushinda tutapeleka serikalini. Naomba kabisa internet izimwe hata wiki 2 ili wale jamaa wasijue. Wakijua sasa tunafanyaje? Maana yake tuonekane serikali imeingilia michezo. Serikali ni mdau namba 1 ya michezo, lakini hatakiwi kuingilia michezo. Umeona hiyo sentence? Sasa wakijua kina Infantino huko inakuaje? Wanipata vizuri. Kwa hiyo mambo mengine tusubiri tuone namna gani ambavyo itakavyokuwa.
Kuomba msamaha kwa lengo gani? Kwa maana hizo kusema mjinga na utoto na Africans kusema ni kweli wametuzungumzia sisi. Sana kama wamechoka kucheza sinema. Kwanza kauli haikuwa sahihi ya kusema kama wamechoka wakacheze utoto au ni mambo ya kitoto kimekwenda kimerudi. Haikuwa kauli sahihi. Kimsingi sio ya kujenga mpira wetu hata kidogo. Kwa hiyo kuomba radhi ni mtu anavyotaka yeye. Kuna mwingine, kuna mahali unaweza ukawa umefika, si ndio? Ukaona kabisa kwamba haina haja ya kuomba radhi kulingana na mamlaka uliyokuwa nayo. Lakini kiuhalisia mimi nasema rais wetu alitakiwa kutulia kwanza. Kuambia waandishi siko tayari kuzungumza kwa hivi sasa sio kosa. Wewe ni rais, unatoa utaratibu. Afisa habari wako si yupo ndimbo, tarehe fulani nitakuwa na mkutano na waandishi. Wala kuna shida. Na waandishi wangeenda lukuki pale. Lakini sio kila jambo maiki kija tu umeongea ndo haya mwisho wa siku. Tunakuja kuharibu biashara za watu. Wakaangalia sinema. Ni biashara kubwa sana hii ya sinema. Watu wanaingiza pesa. Kupitia sinema zetu, vilabu vyetu vinalipwa. Si ndio haki ya matangazo ya Azam TV? Si ndio? Sasa unaona tumemtendea haki hapa. Tuwe makini na kauli ambazo zitakazo sababisha wadhamini wasituamini tena kwenye ligi yetu. Miaka nyuma kuna timu zimecheza vidaliwazi hapa kwa sababu ya kukosa wadhamini. Ligi yetu ishakuwa brandi kubwa. Tuzungumze maneno ya kibrandi. Tuzungumze maneno ambayo yatawafanya wadhamini wengine waje. Tushuhudie ushindani mkubwa kwenye ligi yetu. Asalamu alaykum. Na swali moja la mwisho. Kusema kile ambacho alisema rais wa TFF Karia, tuko hapa Tanga tunazungumza na media za Tanga, media zingine zina machafuko yao. Ni sahihi? Haikuwa sahihi. Haikuwa sahihi ile kauli ambayo nimesema. Haikuwa sahihi hata kidogo. Yes, haikuwa sahihi. Sure.